tunazungumzia kipindi cha kwanza kinasema kuwa na mke zaidi ya mmoja. Mada ya kwanza. Mada ya kwanza. Kuwa na mke zaidi ya mmoja. Kwa sababu sisi ni Waafrika na tunafuata mila za Kiafrika, kumekuwa na kihistoria makabila au mataifa au watu jamii ambazo zinakuwa na mke mmoja, mke wawili, watatu na kadhalika. Na siku hizi pia hiyo hali ipo ambayo sio rasmi. Inakuwa kama nyumba ndogo. Unathibitisha wewe. Usiseme siku hizi hiyo hali ipo. Wewe umethibitisha je, tuwaulize wa Tanzania ipo haipo hiyo hali? Mimi nafikiri kwa sasa hivi idadi kidogo imepungua, sio kama zamani kutokana na hali ya uchumi. Kuna mila nyingine zinawaruhusu watu kuoa wake zaidi ya mmoja, na kuna dini nyingine inaruhusu pia kuoa mke zaidi ya mmoja. Kwa zamani mtu afikia anaoa wake kama 4, 5. Mwanaume anapokuwa na mke zaidi ya mmoja, yeye tayari anaona kwa sababu huyo tayari amejiandaa kwa ajili ya mashamba. Kwa hiyo ina maana katika yale mashamba yeye tayari ameshapata watu wa kuweza kuyamiliki yale mashamba au kuyafanyia kazi. Unaona? Kwa hiyo yeye anaweza kuwa si hata mkulima akawa anashughulika na vitu vingine, lakini anajua kwamba chakula kitapungua nyumbani kwa sababu watu wapo, wakulima wapo. Kama mimi ni mtu wa pwani, kwetu kule Bagamoyo, kule watu hawezi kukaa na mke huyu mmoja. Sababu lazima awe na watu 2 au 3. Kwanza wengine wazee wa pale, anakuta mzee kazi yake ni kukaa tu barabarani, piga tu story, kucheza bao, wanawake ndio wanafanya kazi hizo shamba. Kwa hiyo wanachukua wanawake wengi kwa sababu ya kazi ya kuwasaidia shamba kulima. Faida kuu ni kulima tu. Kulima tu, wengine wanachukua kwa sababu ya kuwafanyisha tu kazi. Je, tuangalie wanawamudu au wanawake? Hawamudu. Wanajitegemea ni wenyewe kwa nafsi zao na nguvu zao. Kwa anakuwa ameolewa, lakini kama mradi fulani yuko anatafuta hela yake, anahangaika kupata chakula chake, watoto wake. Sio ile ndoa kama tunavyodhani. Ndoa hizi zinakuaje? Kunakuwa na mapenzi yale, tunategemea mume na mke, kunakuwa na outings, kunakuwa na shughuli za kijamii, kunakuwa na kushirikiana kiundani kwa wake wote, au inakuwa bora liende. Yaani inakuwa tu bora liende. Ila kwa kifupi tu ni kwamba ni kutokana na tamaa za mtu. Kwa sababu swala la kuoa au kuolewa sio swala la kulazimisha. Nataka kwamba yani wewe mwenyewe unasema kwamba mimi ndo naoa. Kwa hiyo mimi nitapolazimishwa kwamba ni wewe 3 wakati mimi uwezo wangu wa kumudu ni yani naweza kumudu mmoja. Je, yule nani atanisaidia? Kwa kama tungekuwa tunasema yani kwamba kila mmoja awe na msimamo kwamba mimi najua kabisa ndoa nataka iwe ni ya bwana mmoja na mke mmoja. Na pale unapokuwa na ndoa ya bibi mmoja na mke mmoja, yani bibi mmoja na bwana mmoja, kidogo yani hata upendo kidogo na tuwe wa kweli bwana. Nimegundua uchakachuaji mpaka kwenye ndoa. Tuwe wa kweli bwana, tusiingie hapa mambo ya dini hii au dini ile. Hata hiyo dini ndoa za mke mmoja hazingine hazina amani. Uongo dada. Hata huyo mke mmoja tunakuwa na mke mmoja, lakini wanakuwa na nyumba ndogo zingine na watosheki. Kwa swala la binadamu kutosheka haimaanisha awe na mmoja au 2. Je, huyu baba anayeoa kuna tatizo la kuoa wake 2 kama atawapenda, atawajali na dini yake labda inamruhusu au mila yake inamruhusu? Ni kwamba yani kibinadamu, yani kwanza ukishazidisha tu mwanamke mmoja, yani kwanza yani wale wenyewe kwa wenyewe, yani kwamba yani hawaaminiani. Lakini miaka mingi wazee wetu machifu wengine wanaruhusiwa kuwa na wake hata 70. Zipo isipokuwa sasa ni kwamba yani mwenzako huku yani riziki kwamba yani mfano yani Halima akijua leo mzee ameenda kwa Asha, huko Halima anajua sasa yani Asha leo na ni vitu vizuri zaidi. Ni kwamba kinachokuja hapa katikati yetu ni kwamba ni imani. Unaweza sema kama imani za kidini za kishirikina zinakuja. Lakini pia tukumbuke kwamba kuja kwa koroni. Shirikina tena? Ndio. Kwenye ndoa? Ndio. Ipo. Kwa sababu tunakumbuka kwamba kuja kwa koroni Afrika ndio chanzo cha sisi kuwa na ndoa nyingi, ambao kwa Kiingereza tunaita paganism system. Seriously. Sio kwamba koroni wamekuja wakajaribu kuleta mabadiliko kama tunaangalia kwa upande wa dini. Ndio maana nasema wakoloni kuja kwao ndio sisi tumeanza ndoa za kuwa na wake zaidi ya 2. Kwa kuja kwa wakoloni tusikie. Kwa kuja kwa wakoloni kwa Afrika. Elezea kivipi? Kabla hivyo walikuwa waanza ndoa za kuwa na wake watu 2, lakini baada ya kuja kwa wakoloni sisi tumejiingiza kwenye mfumo huu kuwa na wake zaidi ya. Kwa kabla ya mzungu kuja tulikuwa tunao wake wamoja. Tulikuwa na imani ya kushikilia imani moja kwamba kuwa na mke mmoja. Hali hii imetokea hata kipindi cha Mfalme Suleiman. Alioa wake 700, wakoloni hawajaja wa Tanzania. Akawa na masuria 300. Kwa hiyo kijumlisha wanakuwa 1000. Unaposema kwamba mwanamke au mwanaume kuoa wake zaidi ya 2 au 3, sababu kubwa hapa kuna sababu nimesema kwamba kuna sababu za kiuchumi. Watu wako mashambani hapa Dar es Salaam, we won't see. Huwezi kuona kwamba wanafanya nini, lakini vijijini kule kuna watu watu wake zaidi ya 5 kwa sababu ana mashamba ili kuingiza uchumi. Lakini
social services hatoi, mahitaji muhimu hatoi vizuri, na anazaa watoto wengi sana. Watoto wengi walikuwa street children. Hebu tuende mtaani sasa tuwasikie wana yapi ya kusema juu ya hili swala. Watanzania wako mtaani pia na wanahisia. Hebu tuende mtaani tuwasikie, alafu turudi na kuendelea na mada. Mwanaume mmoja ana wake hata watatu. Anao wake wengi ili aweze kuwatumikisha. Mwanamke mmoja akiwa na ugonjwa, basi ule ugonjwa utasambaa kwa watu wote, kwa sababu yule mume mmoja anashirikiana na wale wote. Kama utawaoa ukiwa huwezi kuwahudumia mahitaji yote, si halali. Ila kama una uwezo unaruhusiwa kuoa. Sio halali, kwa sababu binadamu wote ni binadamu, na mtu kiamua kuoa au mwanamke mmoja. Nyuzi za kitaa hata nyuzi za superstar, kila kona tapita chakita kwa barisha tu. Wewe wote so sit back relax kwenye idara. Mtaani mmewasikia, sasa mada inaendelea. Hii tabia ya kuoa mke zaidi ya moja, naweza nikaungana na ndugu yangu pale aliyosema tatizo linaanza kwenye upendo. Upendo unapoweza kugawanywa ndipo mtu anaoa mtu mwingine. Kwa hiyo sababu ya kwanza inaweza ikawa kwamba ulimuoa mwanamke kwa sababu fulani, sio kwa sababu unampenda. Lakini kama unampenda, kila siku atakuwa anafikia zile qualifications zako, hutamuona mwingine ambaye anaweza upendi kuwezi kupenda wake wawili. Uwezi. Upendo ni mtu huyu mmoja. Kwa nini? Hiyo formula bibi imetoka wapi? Hiyo formula upande wa kiume ni ngoja ni prove. Kibiblia na prove kibiblia. Wajibu wa mume ni kumpenda mkeo, lakini wajibu wa mke kumheshimu, ni kumtii. Kwa hiyo kiasili mwanamke hawezi akaanza tu kumpenda mwanaume. Mwanamke anampenda mwanaume kwa sababu fulani. Kwa hiyo kiwango cha upendo utakachomuonyesha mke wako, na yeye atakirudisha vile vile, na baadaye kinaweza kikazidi. Na pia yule mwanaume anaweza kusema labda ana wanawake wawili ndani ya wote wametulia, lakini yule mwanaume pia akatoka nje, matokeo yake na nadhani akaleta hata magonjwa wale watu wanawake wale. Kwa sababu kama umeweza kutamani wa pili, ni rahisi tena pia yani kutamani wa tatu. Ni rahisi tena pia kutamani wa nne. Unaoa? Unaona? Unaoa. Wa tano. Waruhusiwa kuoa mara 10. 70. Sasa inakuwa kwamba sio solution. Sasa solution ni kwamba sasa mtu jipanye kwamba yani kichoko kwa Asha ndicho kichoko kwa Amina. Sasa kwa nini yani vitu vyote ninavyotumia kwa Asha kwa Amina kwa nini? Kwa nini simpelekee mmoja huyu Amina? Lakini wake ni tofauti. Kuna mmoja labda anakuwa yeye ni kuliwaza, kuongea, anajua sana kushauri ukiwa na stress. Mwingine ni mchapa kazi biashara, anajua kusimamia biashara zako. Mwingine anakuwa labda kusimamia watoto, anajua sana kulea. Kwa unapata wale watatu safi. Yani bado ni utajiingiza kwenye yani matatizo mengine. Kwa hiyo tufanyeje? Tufanyeje? Swala ni mtu yani kuchukua ustaarabu kwamba ndoa iwe ya mtu huyu, baba mmoja mama mmoja. Wanawake watulie na wanaume zao, na wanaume nao wapende wake zao, watulie na mke mmoja. Government as a government have to know these women kwamba to teach them Kiswahili what is marriage. Kwamba nini maana ya ndoa? Nini maana ya ndoa? Wafundishwe. Serikali ingie kwenye ndoa sasa. Na vile wa prohibit hizi tabia, yani hizi tabia waziondoe kabisa, kwamba atakayeonekana na wanawake zaidi ya wawili na hawezi kuwatunza, sababu tunaona akiweza kwamba hii tabia haipo, yani maana yake iwe yani kwamba kwa wanaume wote ambao wamesema wanatamaa walazimishwe kuwa ndani ya ndoa apate nyumba ndogo bila kuoa kihalali. Inatakiwa mwanaume kama mwanaume achukue mwanamke mmoja kisheria. Hata Biblia inasema kwamba mwanaume, suluhisho la hizi tamaa za hawa wanaume wa Kitanzania ambao tunaona hii neno nyumba ndogo lisingekuepo. Na niseme hivi, sio wanaume kwamba ndio wenye tabia za kushawishi, hata wanawake pia wana convincing power. Tufanyeje sasa? Sasa ni kwamba watu wafundishwe elimu ya ndoa. Watanzania tumjue Mungu, kwa sababu tumemkosea Mungu na maadili yametoweka katika jamii. Watanzania wote tukimjua Mungu, mwanamke atajua namna ya kuweza kujibievu mbele ya Watanzania, na mwanamume atajua mbele ya kujievu mbele ya Watanzania. Kwa mwanamume atajua wajibu wake kwa mwanamke, na mwanamke atajua wajibu wake kwa mwanamume. Na hapo mambo tutakuwa tunaona kwamba Mungu atakuwa ametendea makubwa sana. Hakutakuwa na haja kwa wawili watatu. Hakutakuwa na haja. Na hata tutakuwa tumeuzingatia msingi, kwa sababu Mungu alipomuumba mwanadamu, alimuumba mwanamume na mwanamke, hajamuumba mwanaume na wanawake.
sawa. Hakuumba wanaume na wanawake, aliumba mwanaume na mwanamke mmoja. Yaani mmoja kwa mmoja. Yaani swala tu tunachangamsha bongo na nikawa na challenge kidogo wa Tanzania, lakini mwisho wa siku bila hizi zipo, vijijini zipo, na ni muhimu kama dada kuongelea kwa sababu zinavunja nyumba, familia wanakuwa mtaani kwa sababu hili swala la ndoa au mke mmoja mke wawili. Kwa hiyo tafakari, fikiria, angalia mila yako, angalia dini yako, mshike Mungu kama dini, na kama usema kaka, tubadilishe jamii yetu kuliko kutengeneza jamii iliyovunjika. Tupendane, tuwe na umoja ili mradi Tanzania iwe hii moja. Tunasambaratisha watoto, wanawake 10, watoto 50. Hujui mtoto anaenda wapi, anaishi wapi, anakuwa vipi. Yep.